regulations zikitengezwa bodabodas wahusishwe, lakini wasifanye hivyo ili waweze kuwabagua bodabodas. Mimi nasema kwamba hawafai kubaguliwa kwa sababu watu wengi ambao wanaendesha bodabodas Kenya ni vijana wadogo, vijana wamesoma ambao wanajitafutia ajira. Hao vijana wananyanyaswa sana. Wananyanyaswa na polisi, wananyanyaswa na traffic, wananyanyaswa na kila mtu. Na wakati wanaumia ama wanapata majeraha, hakuna mtu anawashughulikia. Jambo muhimu kwa serikali ni kuhakikisha kwamba sekta hii ya bodaboda kwanza ipatiwe kipaumbele, kwa sababu wakitafutia vijana wa Kenya ajira, hawa wanajitafutia ajira yao. Lakini wakitafutia ajira hiyo wanafanya kazi kwa ugumu sana. Nchi zile zingine kama Uganda wametafuta njia mwafaka ya wale ambao kwa sekta hii wanaweza kufanya kazi bila kufikiria wanahujumiwa. Kile ambacho si kizuri ni kuwahujumu hawa sekta ya bodaboda, kwa sababu ndio vijana ambao wanajitafutia ajira, na tunataka kama ni regulations wanataka kutengeneza, kwanza waulize watu ni nini wanakitaka. Wasitafute njia ya mkato wakati wameshindwa na kutatua kesi ambazo ni ngumu. Wanatafuta njia ya mkato ili waanze kulaumu watu wa bodaboda na ilhali makosa si yao. Kama mtu anaweza kupigwa risasi katika mji mkuu wa Nairobi, shida si bodaboda, shida ni kwamba hatuna security. Mimi nimeshangaa kwamba waziri anasema kwamba mahali yule wakili aliuliwa hakuna CCTV. Hiyo ni makosa ya bodaboda. Ni makosa ya kutowajibika kwa serikali, na hicho si kifo cha kwanza. Vifo ni nyingi ambazo zimefanywa kwa njia hii, lakini wametafuta njia ambayo inaweza kuwahujumu watu wa bodaboda. We want security, we want regulation, lakini wasifanye ili wahujumu watu wa bodaboda.